Tupo hapa kwenye banda la Sabasaba kwa ajili ya kuwaelimisha wananchi juu ya huduma ambazo zinatolewa na mfuko wa SELF. Huduma yetu kubwa ni mikopo, na kwenye mikopo tuna mikopo ambayo tunatoa kwa taasisi za huduma ndogo za fedha, lakini pia tuna mikopo ambayo tunatoa kwa wanufaika moja kwa moja. Mikopo kwa taasisi za huduma ndogo za fedha tunatoa kwa hizi taasisi ziende zikawakopeshe wale wanufaika katika maeneo yale ambayo sisi hatuwezi kuwafikia kwa urahisi. Lakini kwa wananchi wengine tunaweza kuwakopesha wale ambao ni watumishi wa umma, wale ambao ni wafanyabiashara ndogo na wakati, wale ambao ni wakulima, ni wavuvi na wafugaji. Kwa upande wa watumishi, kama ambavyo mnafahamu, kuna mfumo mpya ambao unaitwa ESS, Employee Self Service. Mfuko wa SELF pia umejiunga kwenye hii huduma. Mtumishi wote wa umma anaweza akaingia kwenye mfumo wa ESS na akiona taasisi ya SELF pala anaweza akachagua kwa ajili ya kupata huduma ya mikopo. Tunafanya kazi kupitia matawi 12 nchi nzima, lakini pia tunalo tawi ambalo lipo Zanzibar. Kwa hiyo huduma zetu zinapatikana kupitia matawi yetu. Mtu yote awe ni mwananchi ambaye anakuwa na mradi, awe ni mtumishi ambaye anataka kupata huduma ya mkopo, anaweza akatupata kupitia matawi yetu, lakini pia anaweza akatembelea kwenye website yetu na social media. Kwa mwaka jana, kwa mwaka 2025 tuliweza kutoa mikopo ya kiasi cha bilioni 43, tukafikia wanufaika 38,000 nchi nzima, na kati ya hawa zaidi ya 51% walikuwa ni wanawake. Hiyo ni kwa mwaka jana peke yake. Matarajio ni kwa mwaka huu wa 2026 tuna matarajio ya kutoa mikopo zaidi ya bilioni 48, lakini pia kuwafikia wanufaika zaidi ya 50,000, na hii ni kupitia matawi yetu yote kama nilivyosema 12, lakini pia kupitia mikopo ya watumishi ambayo inatolewa kwenye mfumo wa ESS. Lakini pia matarajio mengine ni kushiriki katika utoaji wa mikopo ya bilioni 200 ya serikali, ambao pia tumeteuliwa kuwa katika taasisi ambazo zitashiriki kwenye utoaji wa mikopo hiyo ambao ni maalumu kwa vijana. Kwa hiyo tunatarajia pia baadaye itakapokuwa utaratibu umekamilika, tutatambulisha na tutawaalika wale ambao ni wanufaika katika eneo hilo waweze kufaidika na hiyo huduma ambayo pia inatolewa na serikali. Vijana ni kama asilimia kati ya 10 mpaka asilimia 20. Hapo vijana namaanisha miaka 18 mpaka miaka 40. Sasa zaidi ya hapo unaweza ikawa labda definition ya kijana inatofautiana. Lakini pia kama nilivyosema kwamba tunafanya kwa kutumia taasisi za huduma ndogo za fedha, hawa wenzetu pia wanakuwa na vigezo vyao vya utoaji wa mikopo. Kwa hiyo unaweza kuta labda kwetu sisi vijana wakawa ni wengi, lakini kwa wao vijana wasiwe wengi sana. Lakini labda niliongelee hili pia kwamba kitu ambacho tunakifanya ni kujitahidi pia kupambana na hizi changamoto za mikopo ya kausha damu. Nadhani mmesikia pia mtaani kuna hili swala kwamba wananchi wanapata mikopo ambayo inakuwa na riba kubwa zaidi. Kwa hiyo sisi wajibu wetu kama mfuko ni kuhakikisha kwamba hizi taasisi za huduma ndogo za fedha kwanza tunazipa mikopo kwa riba ambayo ni ya chini, ili wanapoenda kukopesha na wao wakopeshe kwa riba ya chini. Lakini pia ni kuwajengea uwezo kwenye maeneo ya namna ya kupunguza gharama zao za uendeshaji. Wakipunguza gharama za uendeshaji, manake pia watachaji riba kidogo, alafu na wao watapata faida. Lakini pia kuwajengea uwezo namna ya kutambua vihatarishi kwenye mikopo, kwa sababu kuna wengine wanaanzisha hizi biashara za kukopesha lakini hawana utaalamu zaidi kwenye kuchambua na vihatarishi vya mikopo. Kwa hiyo tunawajengea pia uwezo kwenye maeneo hayo. Tunawajengea uwezo pia namna ya kupata mifumo ya kuweza kusimamia na kuweza kufuatilia ile mikopo yao, ili waweze kutambua ni nani amerejesha, nani hajarejesha, na kuweza kuchukua hatua stahiki kwa wakati. Ikifanya hivyo, inawasaidia kupunguza vihatarishi vya mikopo, inasaidia kuongeza ufanisi, na mwisho wa siku kupunguza riba kwa wale wanufaika wa mwisho. Kwa hiyo nadhani hilo ni jukumu pia ambalo ni kubwa sana tunalolifanya kwa hawa watoa huduma ndogo za fedha, ambao kwa sasa kulingana na ripoti ya Benki Kuu hapo zaidi ya 3,000 ambao wamepewa leseni. Kwa hiyo ni wengi sana, na bahati mbaya hawana mtu wa kuwasaidia na kuwalea. Kwa hiyo hilo ndio jukumu ambalo tunalifanya pia kwenye upande mwingine.